Bwana asifiwe. Naomba mnisalimie. Amen. Jina ni Francis Wambua. Nimeokoka, nampenda Yesu. Ninashukuru kuwa mahali hapa. Welcome. Asante. Wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hivyo hata siwezi sema jina. Hiyo tu. Mrs. Pastor Francis na nimeokoka. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kukanyanga hii madhabahu. Nashukuru mchungaji sana na mama. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kutualika mahali hapa. Amen. Mungu ni mwema na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa kwa wimbo ambao nitaimba neno ambao mtumishi wa Mungu ataenda kuhubiri. Asante. Na kuabudu Mungu.
Kuna wimbo kabla sijamuoa alikuwa anapenda sana. Nipenda tu siku hizi atakangi kuimba. Alikuwa anapenda wimbo unaitwa Hati ya Mashtaka. Huo wimbo ulikuwa unaniguza. Mchungaji amemaliza. Tunakuwa pamoja na yeye. Leo nilimwamsha mke wangu, nikamwambia nipe hizo numbers. Aniuliza unaongea juu ya nini? Nikamwambia nafanya research. Sikuwa najua nafanya nini. Lakini nilipoenda kusoma Biblia, nikaanza kufikiria juu ya numbers ambazo nitawapea hapa. Na ujumbe wangu utachukulia hapo. Mungu ni mzuri na najua ana mipango mizuri katika maisha yetu. Wakati huu tunapokaa ni nyakati za hatari sana. Depression, suicide and death kila wakati ndio imekuwa habari za runinga. Unapofungua tu TV, unapofungua radio, kile ambacho unapata ni kwa hiki na hiki kimetendeka. Sijui ni stress ama ni nini. Lakini shukuru Mungu, watu wa Mungu wana Mungu anayeishi milele. Amen. Watu wa Mungu, vitu vikitendeka, watu wa Mungu wanasimama imara. Ni kwa sababu Yesu yuko na yeye ni mshindi na anawaongoza na kuwashika mikono. Amen. Daudi akiwa anaongea, akaanza kuangalia mambo ambayo amepitia. Na akafika mahali akasema, even though I pass through the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. That's why people of God today, we need to understand the God we are living with. Because He is bigger than those who are in the world. The one who is in you is bigger than those who are around you. Amen. Amen. Let me give you small statistics so that you understand what I'm talking about. Suicide cases. Suicide ni zile watu wanajinyonga, si ndio? Sio kunyonga, wenyewe wanajinyonga. Recently, we had about 13-year-old kid killing herself. Then we have had about 76 years old killing himself. What does that one tell us? The world is somehow doomed, but because the Christians are in the world, lakini sababu kwa sababu wa Kristo wako kwenye ulimwengu, all is well. Mambo yote iko sawa sawa. Now this is the statistics. Na hii ndio nambari. Suicide cases have increased by 500 in the year 2019. Watu wale wamejitia vitanzi wameongezeka na 500 kutoka 2019. So we cannot understand what really is happening. Na kwa hiyo hatuwezi tukaelewa ni mambo gani yanayotendeka. Globally, yani ulimwengu pote, when you check on the World Health Organization data, ukiangalia ile na hesabu ya World Health Organization 2021, mwaka wa 2021, 726,000 people, yani 726,000 watu killed themselves, wakajinyonga. And therefore today, na kwa hivyo leo, I want to talk about glory in suffering. Yani nataka kuongea kuhusu utukufu yani kupitia mateso. The path to hope. Yani njia ya tumaini. The path to hope.
ndiyo njia ya tumaini. Romans 5, Romans 5, 3 to 5. Warumi 5 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. That's where I'm basing my teaching and preaching together. Ujumbe wangu utakuwa umetoka hapo. When you go up, Romans, that chapter, verse 1. Lakini ukirudi hapo Warumi 1, Paul is talking to the church in Romans. Paulo ananenea kanisa ya Warumi. And he starts by encouraging them and showing them the path. Akaanza na kuwatia moyo na kuwaonyesha njia. And he says, therefore, having been justified by faith. Na akasema hatimaye kuona nimewekwa wazi na imani, we have peace with God. Tunayo imani naye Bwana. Through our Lord Jesus Christ. Kupitia mwokozi wetu Yesu Kristo. Then verse 2 continues. Na mstari wa pili waendelea. Through him also we have access by faith. Na kupitia yeye tukabadilishwa na imani. Into this grace in which we stand. Na kwa hii neema tunavyosimama. And to rejoice in the hope of the glory of God. Na tunafurahia kwa sababu ya utukufu wake Mungu. Then verse 3. Na mstari wa 3. The voice changes. Sauti. Nayo sauti yasema. The voice changed. Nayo sauti ikabadilika. Paul was encouraging people. Paulo alikuwa akitia wateule moyo. Paul was talking about faith. Na Paulo alikuwa akinena kuhusu imani. Paul was talking about grace. Na Paulo alikuwa akinena kuhusu neema. Started talking differently. Yani akaanza kunena yani kinyume. Tofauti kidogo. And not only that. Na sio hivyo tu. This is not a contradictory verse. Inaonekana ni kama inajichanganya. So Paul has started by encouraging us. Paulo alianza na kututia moyo, telling us we have peace with God. Yani kutuambia tunayo imani ndani ya Kristo. And telling us we can go draw to our Father. Na akatuambia tunaweza mkaribia Baba yetu. But we also glory in tribulation. Na tunafaa kufurahia mateso. Knowing that tribulation produces perseverance. Yani nayo mateso inazaa uvumilivu. When you are born again, wakati ulipozaliwa mara ya pili, tribulation is part of your life. Nayo mateso ni sehemu ya maisha yako. If you are following Christ, kama unamfuata Yesu, he's talking about you have to deny yourself. Biblia inasema ni lazima ujikatae ama ujikane. Carry your cross every day. Na ubebe mzigo wako wa kusulubishwa nayo kila siku. Church, carrying a cross is not an easy game. Kabisa, mtu kubeba msalaba sio jambo rahisi. Taking your cross every day, yani kubeba msalaba mzito sio rahisi. You have to understand the people you are living with. Ni lazima uelewe ni watu wa aina gani unakaa na wao. So that you understand how you are going to carry your cross. Na ili ukaweze kuelewa jinsi ya vile utaubeba ule msalaba. The people who are not able to believe in God, watu wale ambao wanashindwa na kumwamini Bwana, you have to work with them. Ni lazima upande kazi na wao. The environment you are in, na hali ile uko ndani yake, doing your own duties and jobs. Ukiendelea na kazi yako ya kila siku, you are living with them, na unakaa na wao, watu hawatambui. Then you must know, how do I carry my cross? Ni lazima ujielewe kabisa utabeba mzigo wako kwa njia gani. Then Paul is saying, Paulo anaendelea kusema, we have a perseverance character. Tuko na tabia ya watu wenye uvumilivu. And character hope. Nayo tabia inatuletea tumaini. Then verse 5. Na mchororo wa 5. Now hope does not disappoint.
nayo tumaini haileti aibu. Even if you are passed through tribulation, Hata utakapokuwa ukipitia majaribu na mateso, even if people have fought you from every corner of your life, hata ingawa watu waweza kukupiga kukuachia sote, that you are now passing through perseverance, unapitia kuvumilia, you are building your character, na wewe unajenga tabia ya Ukristo. and character is giving you hope. Nayo maisha ya Ukristo ya kuletea tumaini. That hope does not disappoint. Na hiyo tumaini haitaleta aibu. I know I'm talking to somebody Ninajua ninanena na mtu who might have been passing through hard things, ambaye amekuwa akipitia maisha magumu, and you are saying, I don't want to tell even my pastor. na unasema hata sitaki mchungaji wangu ajue. I know one day it will pass. Najua siku moja hiyo itakuwa historia. This is a person I'm talking to today. Na huyu ndiye mtu ninayenenea leo. I've only understood recently. Nilielewa juzi. This technology is a brother of issues in the family. Ya kwamba hii teknoloji ya masimu ya laptops inatoka familia ya kutoka kule kwa bahari. Although it is assisting us, Hata ingawa inatusaidia, but if we don't take care, it is bringing issues, and that's why suicide cases are increasing. na kama tusipochunga, hata ingawa inatusaidia, ndio yani kitu kimoja kinaleta maafa zaidi sana. Just imagine. Elewa hii? I've come from a job, my job. Natoka kazini, Then my wife comes from the job. naye mke wangu ametoka kazini, We have not stayed together. na hatujakaa pamoja. Then we come in our sitting room. Na tunaingia kwa boma yetu, tukae kwa ile nyumba Seated in my coach. na tukae vizuri tukiweka miguu juu kwa ingine, And my wife also seated. naye mke wangu aketi aweke miguu yake juu ya mwingine. Then everyone goes to TikTok. Na kila mtu waingie TikTok waongee nayo tu. And everyone goes to WhatsApp. Wengine waingie kwa WhatsApp. No communication in the house. Hakuna mtu anaongelesha mwingine na hawajashinda Only chatting through the phones. wao ni kuchat. Then kwani chakula ikuji? Mtu tumbo inahisi njaa. That's the only talk now. Yaani mwaongelezano ni chakula haikuji. Then the wife goes to the kitchen, Naye mke aingie kwenye nyumba ya kutengeneza chakula, carrying the mobile phone, akiwa akichat na TikTok tu. put the sufuria in the jiko, Touches the sufuria with one hand and the phone on the other hand. no communication. Hakuna mtu anaongelesha mwingine. So your life is full of information about the world. Kwa hivyo maisha yako imejawa na mambo ya kiulimwengu tu, And no information about the family. na hakuna yani habari ya familia. Then your children, because they are teens, Na watoto wenu ambao ni trailblazers, and they know how to use the mobile phone. na wanajua kuitumia hii kushinda wasi. So they go to the corners of the house Naye mtu ajitwake kona yake and they start chatting. na wao ni kuchat, kupiga. No communication in the house. Hakuna communication na baba na mama. So there is a vacuum in the family. Kwa hivyo kuna baridi kwa hiyo bomba kabisa. Then somebody talks and you say, kwani kuna nini? Utadu? That is the kind of life we are living today. Na hiyo ndiyo maisha tunayoishi leo. Baya sana. Then Paul is saying, Naye Paulo anasema, brethren, wapendwa, we need to rejoice. tunafaa kufurahia, Because not only so, kwa sababu sio tu dhiki. that verse 3, because it's not only so, Kwa sababu sio sauri tu, but we also glory in our sufferings. lakini tunafaa kufurahia kwa maisha ya mateso yetu. When there are issues, Wakati kuna mambo,
about your life, kuhusu maisha yako, God is building your character. Bwana anakutengeneza. God is building your character. Bwana anatengeneza maisha yako. You cannot mature when you have not passed through some sufferings. Hawezi ukakomaa kiroho ama maisha haya bila kupitia mateso. Something must come. Ni lazima jambo litokee, So that you become a gentleman, you grow in faith. ili uweze kukomaa kiroho. So that we know, let me read, not only so, but we also grow in our sufferings. Na sio Sauli pekee, hata sisi tunakuwa kupitia mateso yale tunayopitia. Because we know that suffering produces perseverance. Kwa sababu tunaelewa ya kwamba mateso yanatuletea uvumilivu. When you continue suffering, you now have perseverance. You are able to be patient and wait upon the Lord. Unapoendelea kuteseka, inakuletea kuvumilia, ukimngojea Jehova. And when you know how now to persevere, Na unapoelewa njia ya kuvumilia ni ipi, God builds a character in you. Bwana akona kujenga na unakuwa mzima kiroho. And when the character has been built, Na ukikomaa kiroho, now you are able to stand the wind of the world. waweza kuwa kusimama imara hata upepo ukitoka kando gani ya ulimwengu. Because character has been built. Kwa sababu umekuwa mtu akona tabia za Mungu. And when this character has been built, Na wakati hiyo tabia ya Mungu imetengwa, then you are able to have hope that does not disappoint. wakati huwe unapokea utumaini, ile haitakuletea aibu. One brother, Ndugu mmoja, let's give him a name, Joshua. na tumubatize leo asijulikane, tuseme tumembatiza Joshua. So Joshua was employed for over 10 years Joshua alipewa kazi na akaifanya miaka 10, in a good company. na sio kampani ya kulipa hela 5 pesa. Then the company now the profit for the company was coming down. Lakini mapato ya hiyo kampuni ilianza kuenda chini, And then they decided, let us reduce the numbers of our workers. na wakaamua kuna wafanyikazi watatemwa nje. Then God allows Joshua Mungu akaruhusu Joshua to be one of those who have been taken and sent home. kuwa mmoja wa wale watatemwa nje, retrenchment. Just because Joshua was in a good company, Lakini Joshua kwa sababu alikuwa akifanya na kampuni iko na sifa, he had taken some few coins and loans somewhere here and there because he was in a good company, he was ready to pay. alikuwa amechukua mkopo kwenye mahapa na pale, kwa sababu mshahara inalipa hiyo yote loan. Then he had children to take to school. Na alikuwa na watoto, na hao alikuwa akiwasomeshea shule za juu. This thing brought him down. Hii jambo ya kutemwa nje ikamshusha sana. And the frustrations, no hope in life, no money, with a sick mother at home. Na akawa mtu wa kuchanganyikiwa, hakuna pesa, unga kununua ni shida, na mama nyumbani ambaye anamtegemea ni mgonjwa. Pigieni pastor makofi mazuri. Ndio makofi na pigo kwa maana pia. So Joshua decided to stay home. Kwa hivyo Joshua akasema hakuna kibarua, Not going to church. kanisa pia nimeipigia mateke. Before he was a faithful member of the church. Beleni alipokuwa kwenye kampuni alikuwa akipatikana kanisani kila Jumapili na mapema. But now he could not go to church for 3 months. Lakini akaamua hataenda kanisa na akakaa kwa nyumba miezi 3. Then Amekasirishwa na Mungu. after seeing no brethren who are coming to greet him, they have started fearing. He decided to come to church. Alipoona hakuna ndugu wala dada anaenda kumfuata ama kumtafuta nyumbani, kichwa ikarudi sawa, akasema nijirudishe kanisani. And he said, I will stay at the back corner. Na akaamua
sitakuwa nikikaa mbele tena pale nyuma. And then the brethren saw him. Wapendwa wakaona Yoshua Ni kama amenyeshewa. as though he has been lazy. So they started talking. What happened? Wakaanza kusema kilitendeka nini kwa Then Yoshua. that time is the time now they start talking with their tongue. Wakati huo wakaanza kumusema kichini. What happened to Walionyeshana him? na kaulimi. What happened to him? Wanauliza ni nini amekaa mtu amenyeshewa Yoshua. Then Joshua decided. Akaketi pale kwa kona na akaamua. Now when I got there, Nitakapoenda pale, one thing I will start now going to where God is. nitakapoenda pale nitaamua kwenda mahali Mungu anakaa. You see, sometimes you have to go near to God. Wakati mwingine ni lazima umkaribie Mungu. And when you go near to God, God comes near to you. Na unapomkaribia Mungu naye Bwana anakukaribia. So the principle of God coming to you, it is you going to God. Na kwa hivyo sheria ya Bwana kuja kwako ni lazima uende kwake. He said I have to go and read the Bible. Akasema nitaenda nisome Biblia. I have to understand the Bible. Ni lazima nielewe neno la Mungu. I have to know how to pray. Ni lazima nielewe jinsi ya maombi. He decided to go near to God. Akaamua kuenda karibu na Mungu. Then God came near to him. Haya Jehova akamkaribia. And he said to him, my brother, Na akamwambia ndugu, my son, mtoto wangu, you have come to me, I have not come to you. umenikujia nami naja kwako. Don't worry, I was building a character in you. Wewe usifadhaike tena. Nilikuwa nikijenga tabia ya Mungu ndani yako. When I told the company to dismiss you from the job, I was building the character. Nilipoambia mkurugenzi akufute basi, nilikuwa nikitaka uwe na tabia ya uvumilivu. Wewe Joshua, Some of us must be going through those kind of challenges. wengine wetu tunapitia mambo kama hayo ama tutayapitia. Perhaps umeweka sukuma yako. Amen. Perhaps umeweka kibanda yako ya sukuma. Haleluya! Iliweza weka pale weke kakiba. And when you put that kind of business, Na ukiweka biashara hiyo mahali hapa, then you find people are not coming to your business. wakaona watu wanakupita kama wanapita gari. Then your sukuma wiki, on first day, second day, zinaharibika, you throw them away. Ile kakapito ukiweka pale na hukuwa na ingine, unaona zinaharibika ukapea mbuzi. Then you start asking yourself, what went wrong? Waanze kujiuliza, kwani nilifanya nini? Perhaps God is building character in you. Yawezekana Bwana anatengeneza tabia ya uvumilivu ndani yako. So that you become a good marketer and market things of God to earn money. Ili uweze kuwa na tabia za kumanage mambo yako na mambo ya Mungu sawa sawa. Hallelujah. Tuko pamoja? Amen. We don't celebrate the pain itself. Hatushangilii uyani uchungu hiyo. But God's purpose in the process. Lakini Mungu anatokea katika hiyo hali. We don't celebrate pain in itself. Hatusherekei hiyo uchungu, ni mbaya. But we celebrate the God's purpose in the process. Lakini tunasherehekea kusudi zake Bwana kupitia hiyo uchungu. Rejoicing in trials is not natural. Yaani kusherehekea na kufurahia wakati unapopitia majaribu sio jambo la kawaida. It is spiritual. Ni ya kiroho. Unless you understand it is spiritual, Yaani kama hujaelewa ni kiroho, you tend to move to the other side. wewe unaanza kutorota, kujifungia, kuchukia watu, kupigana na watu. Ondokea hiyo hali, badilika. And you say, what I do? Na useme mewe katia kama tuende ndio tutikane na wewe ndio. And that's the Greek of this area. Hallelujah. You know, Pastor is saying, this is remote.
remote, but this place is not remote. Is it remote? Unajua kuna mahali. They are saying no remote. No remote. Ni barabara tu imekuwa na potholes. Lakini soon and very soon kutakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Niliambia mchungaji hapa amekuja kwa mahindi na maharagwe na makoge na mtanda na amezoea mtanda. Lakini ametabiri kuna badilika. You see, the Google speaker, the pin. Unaona yule msichana wa Google Map. This guy is telling us, go 150 meters, turn right, na mahali anakuambia turn right, there is no road. Alichanganyikiwa anapokuwa akiwaelezea wakija hii city. Anawaambia turn right, go forward, right, go forward. Lord, hata yeye. So thank God, now time to start changing the environment so that we have good Lord in the name of Jesus. We cannot be taken astray by this Google person. We have to come straight to this church because this is a source of blessing. Ni lazima tuenda nina straight kwa kanisa maana hii ni kisima chake Jehova ya maji ya uzima. Amen. James 1. Yakobo 1. James 1. Yakobo 1. Verse 2 to 4. Mchororo wa pili mpaka wa 4. The Bible says, Biblia yasema, my brethren, watu wangu, count it all joy when you fall into various trials. hesabu kuwa ni furaha na faida unapopitia majaribio mengi, Knowing that the testing of your faith produces patience. na ukielewa ya kwamba kujaribiwa kwa imani yako kunaleta uvumilivu. So when you start now seeing the trials in your life, Kwa hivyo tunaposema majaribio ya maisha yako, you know that you are in the line of God's duty. na ni lazima uelewe uko katika njia ya kujengwa tabia nayo. God is using you now to make you and to make your character. Na Bwana anakutumia ili yani tabia ya Mungu iumbike ndani yako. And you see for verse 4. That's James. But let patience have its perfect work. Lakini iwe subira yako iwe na kazi iliyo ya utakatifu. Let us go together. I'm going to count 1 to 3, then this verse we read together. Yani nitahesabu 1, 2, 3 na wewe utumie school fees. Hakikisha unatumia hiyo school fees yako vizuri. Okay, 1, 2, 3. But let have its perfect work, that you may be perfect and complete. Lakini Pigia Yesu makofi mazuri. so ili kupitia na kitu yoyote. So when you are passing those trials, Wakati unapitia majaribio hayo, time is coming. Time is coming. wakati unakuja, When God makes that work perfect, wakati atafanya kazi hiyo aiwa sawa and not perfect alone, na sio kuwa sawa pekee, He makes it even up to the completion. na anaisimama nayo mpaka mwisho tamati. So that you can lack nothing. Ufike kiwango cha kutopungukiwa na kitu chochote. Just think a life of lacking nothing. Wewe imagine maisha ya ukosi basi ya ukosi brado. You see, sometimes I was telling brethren, Wakati mwingine nilikuwa nikiambia wapendwa, you know, one day you will be seated in the house and you are telling your car, can you go to the supermarket, get me ABC, and then the car brings things to your house. Kwa sababu ya teknolojia utakuwa ukijenga kwako nyumbani na unaambia gari ingia kwa supermarket, leta mali hata chakula leta. So we are going slowly. God is perfecting you to completion. Tunaenda pole pole mpaka Bwana atufikishe kiwango cha kutokosa kitu chochote. Wenye imani sema haleluya, haleluya. Now, this word grace, hii neno neema,
Grace is undeserved favor. Neema ni kibali ambacho kustahili kuwa nacho. Kulingana na mwikalele wako. Kustahili hiyo kibali, lakini neema inapata upokee yote. Grace can't be earned. You cannot buy it. Neema huwezi ukainunua na pesa. It is the grace that will make you start drawing things to your kingdom. Yani ni neema ya Bwana itakufanya uanze kupokea bila kuteseka, bali kutoka kwa ufalme wa Baba wa mbinguni. And this is something just given freely by God to us. Na hii neema inapeanwa bure bila malipo na Jehova. Bila Yesu makofi. Hiyo neema tunahitaji sana. Just live a life worthy of your calling. Ishi maisha ya utakatifu inayoambatana na wito ule uliitwa nayo. Remember our topic, Na ukumbuke kichwa ya ujumbe, the glory in suffering, utukufu katika Kristo. the path to hope. Yani njia ya tumaini. Now, what is hope? Because it's very important for us to define it. Na tumaini ni nini? Ili tuielewe, tuichafue. Hope is to trust in God. Tumaini ni kuweka imani yetu ndani ya Kristo. Wait for, look for, Yani kungojea na kutafuta. or desire something. Yani uwe na shauku la kitu. Or desire something. Uwe na shauku ndani yako ya kupata kitu. What are you desiring today? Shauku lako ni gani leo? What are those the kind of trials which are coming on your way? Ni majaribu gani inayokuja kwenye njia yako? What are those suffering you are saying these are bringing me down? Ni mateso gani unasema hii inanileta chini? When you are coming to church, kwanza unakaa chini kwa kochi yako, unafikiria na hiyo kanisa leo niende ama nisiende, then unakuja shingo upande. Wakati Jumapili imefika, unaanza kulemewa kwa mawazo, niende kanisa ama nilale, niketi nione runinga ama niende. May those suffering move to may pass through that process until you have your hope. Na hiyo upite hiyo njia mpaka upate tumaini lako. And God will bless you. Na Jehova atakubariki. When we pass through tribulations, Tunapopitia dhiki, our worthiness is determined. yani kuishi kwetu na yani our value inaonekana. Have you ever gone to a particular place? Watu wanakudhihaki, wanakuongea, wanakusumbua, wanakutukana. Then just after they finish, kusemwa, kukanyakiwa chini, wakimaliza hiyo yote, wakifikiria wamekumaliza, then they realize you are the only person who can support them. watakue yule tumekanyakia, tumekataa, kumbe ni yeye ako na msaada wetu. So those sufferings are building your character so that you can lead them. Hiyo inajenga tabia yako ya Ukristo ili ukaweze kuwaongoza. May you start now leading them in the name of the Father, the Son, And the Holy Ghost waongoze kuanzia leo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Suffering has a meaning and a purpose. Mateso iko na sababu na iko na kusudi. So it's not by luck people are going through suffering. There is a purpose for that. Kwa sababu ya wewe kuwa umekosa. Now Joshua, The story we had started. Ile yule Yoshua pale na mama alikuwa mgonjwa, kazi ikafika. When he decided coming near to God, Alipoamua kurudia Bwana, then God decided to come near to him. naye Bwana akaamua kumkaribia, And he decided, na akaamua. hakuamulishwa, He decided, aliamtiamulia, I'm going to become a better usher. nitakuwa sasa shemanzi mzuri. When they are praying, I must be there. Wakati wanaomba, nitakuwa pale nikiomba. And he also decided to get in the ministry of helping the others. Na akaamua ataingia kwenye huduma ya kusaidia
God kwenda retreat. And Joshua, who was very busy, Joshua yule alikuwa ameshikamana na mapesa mingi na shughuli za biashara, so that he can forget things of God, ili mpaka akasahau mambo ya huku. he now became a part and parcel of now things of God. Akawa ni sehemu ya kazi yake Bwana. So suffering was bringing Joshua to a better character. Yaani Mungu alikuwa akibadilisha tabia ya Joshua awe na tabia nzuri, and now he started working for God, na Joshua akaanza kumtumikia Bwana, not working for men. sio kufanyia wanadamu kazi. Working for God, not working for men. Anafanyia Mungu kazi, sio kufanyia wanadamu kazi. You know you can be doing work in where you do your work, but you are working for God, not men. Unajua waweza kuwa ukifanya kazi mahali unafanya kazi na lakini ni Mungu unafanyia hiyo kazi. Uze jirani yule anasinzia, mwambie hakuna amuke. Sio saa 4 haitafika ya kulala. Kumbe wakati naona mnaniangalia kwa fujo. So suffering isn't wasted in God's economy. Kuteseka sio kupoteza kwenye economy ya Mungu. Narudia tena. Nasema kuteseka sio kupoteza kwenye economy ya Jehova. That God's economy requires that suffering so that it can be built on. Economy ya Jehova inafaa uwe na hiyo mateso ili ukaweze kujengwa. And suffering produces perseverance. Na mateso inaleta subira na uvumilivu. And when this perseverance is built in your life, Na wakati hii uvumilivu umejengeka kwenye maisha yako, then character is noted. tabia isiyofanana na ya wale wengine inaonekana, tabia ya Kristo, kuongea kama Kristo, maisha ambayo ni kama ya Kristo inaonekana na watu wazi. Amen. Endurance is built in the battle, not in conflict. Uvumilivu unajengwa kupitia vita, sio wakati wa makuri. Endurance is built in the battle, not conflict. Yani uvumilivu unajengwa kupitia vita, sio mung'ang'ano. God uses endurance to build our spiritual muscles. Mungu anatumia kuvumilia kwetu atujenge kiroho. When you continue enduring, then God is building your spiritual muscle. Unapoendelea kuvumilia unajengwa misuli ya kiroho. Think of Joseph. Tazama Yosefu. Joseph passing through trials, Yosefu alipitia majaribu mengi, from the pit kutoka kwa shimo to the house of a boss somewhere. yani mpaka akafika yani nyumba ya bosi mwingine. And because he was working hard, Na kwa sababu alikuwa hata akiteseka akifanyia Mungu kazi, the wife noted the behavior, mke wa boss akaangalia behavior, tabia za Joseph, and then na hatimaye she said, akaniambia, I better sleep with this young boy. ni heri niwe ya huyu kijana kwa tabia nzuri sana. And because the perseverance was building a character in Joseph, Na kwa sababu uvumilivu wake Yosefu ulikuwa ukimjenga kitabia ya Mungu, he could not attempt that. hangefanya dhambi. Where is that Christian today? Mkristo huyo amwapi yule anasema hapa anaitwa hivi, mimi sitafanya hivi. Where is that Christian today? Wako wapi wa Kristo wa kanisani, wako wapi? So that they can stand for God in times of suffering, in times of trials, and win. Ili wasimame yani pande ya Jehova wakati wa mateso, wakati wa majaribu, wakati wa upepo hata wa corruption. Aseme sipokei. Perseverance produces character. Uvumilivu unajenga tabia ya Ukristo. The true character is revealed and refined under pressure.
Yaani tabia ile ya mwanadamu kabisa inajidhihirisha wakati anapitia magumu. Therefore, before you say enough is enough, Na kwa hivyo kabla hujasema imetosha, understand that good character, a true character, Aelewa ya kwamba tabia nzuri ya Mungu na ile ambayo ni ukweli, it is defined under pressure. inajitokeza wakati ule umesukumwa mpaka kwa kona. God shapes us to be vessels of integrity. Bwana anatujenga kuwa vyombo za heshima. Character produces hope, as I find out. Na tabia nzuri inaleta tumaini. Hope that is born out of trials is unshakable. Yaani tumaini ile imejengwa kupitia majaribio na shida, haiwezi ikatikiswa na kitu chochote, Because it is anchored in what God has proven. maana imejengwa kwenye misingi ile Bwana Yesu amekagua na ametia katika. Hope does not put us to shame. hiyo tumaini haitatuweka kwa aibu. Can you tell your neighbor, hope does not put us to shame? Goka neighbor umwambie wĩtĩkio yani kĩrĩgĩrĩro kĩu gĩtigaguconorithia. Romans 5 verse 5. Warumi 5 mstari wa 5 tukitamatisha. Romans 5 verse 5. Warumi 5:5. Now hope does not disappoint, Nayo hiyo tumaini haileti aibu, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. kwa sababu upendo wake Mungu umemwagwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. And Isaiah now puts a seal in those words. Na Isaia akaweka muhuri kwenye maneno haya ya Warumi 5:5. Isaiah 49 verse 23b. Isaya 49 mstari ni hapo 23. Isaiah 49 23b. Ndio hiyo. The Bible says 23b. Let me read the whole thing. Kings shall be your foster fathers, And their queens, your nursing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth and lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait upon the Lord. May God now start granting this favor, so that when you start moving now, na Bwana achilie hii kibali ili unapoanza kutembea sasa, so that after you are suffering, God builds that character. maana baada ya mateso Bwana upe tabia, And those people who are talking about you can understand that God is in control. God is in control. ili wale walikuwa wakikutesa na kukusema waanze kunyonya na kupura vumbi ya miguu yako, ili wajue ya kwamba Bwana ndiye yako kazini. And that's why another mwimbaji akasema, don't take them away. Don't take them away. Mpaka unibariki wakiona. Haleluya, tia komera mkoma indata ninaona kibaba kiona batwe pia ile inadi boishi. Don't take them away. Usiwafukuze, Let them continue talking. waendelee kusema kunia kibatai. They are talking because they are backbiters. Wanaongea maana pepo ile inawasumbua ni ya kusengenya. They are backbiters because they are behind you. Yaani wao wanakusema maana wanasoma lebo. And they read the label as you go on. Nao ndio maana basi ya dunda. Let them read the label. Let them read the label. And you all go near to God. Wasome lebo na pasa juma. Unapokaribia Jehova, shangilia Bwana kwa makofi. Watasoma lebo.
Israelites one day, Bwana akamwambia wana wa Israeli siku moja, when you start fighting, mnapoanza kujorosana, msiangalie nyuma. don't look back. Because nyuma kuna kuanga na backbiters. Because behind you, utaona wale wa masegenyo. Na ukienda kulima kwa shamba, usiangalie nyuma. Because utaanza kuharibu mahindi ile utadai umepanda. So, leave backbiters alone. Backbiters wale wasegenyani waache wako nyuma yako, they are not behind you. The word is backbiter, they bite the back. Wanaume nyuma lakini wasiguze. Kwa sababu wewe unaenda kwa Mungu, as you go near to God, they backbite you. Then they push you to go near to God. Then they backbite you. They push you again to go near to God. Wewe wanaona ukienda kwa Bwana unawacha huko nyuma. Wakisema waseme na wewe ukalipie Jehova. Hata msalimiane. You may be in fire, but God is with you. Waweza kuwa unapitia moto kama shaka tumishi kwa Daudi, lakini Mungu ako huko kwa moto. God is through it. Na Mungu alipitia hiyo moto na akaishinda. And God is beyond it. Na Mungu ako mbele sana na ameshinda hiyo. Trust the process, trust the potter. Amini hiyo hali ya kupitishia kwa moto, na uamini yule ambaye anasababisha upitie hiyo. Trust the process, trust the potter. Amini njia hiyo na uamini yule ambaye alisababisha hiyo. And may God bless you, bless you, bless you.